Pale Kishansa, Monte Amba kuna maeneo ya Lembe, Limete, Ngaba, Matete na Kisenso. Kisenso haswa ndiko walikoshuhudia mbegu ya soka ya Elim Panzu, Kibisiwala, The Catalyst, kichocheo ilivyokuwa inachopua. Mwamba katua Bokoyani FC daraja la 4, mavumbini, jezi za kuazimana, akakaza kamba. Akiwa daraja la 3 akaweka rekodi mwaka 2018 ya kufunga bao 45 na kuwa mfungaji bora akiwa na miaka 17. Jina likapasuka Kishansa yote. Baada ya stori za muziki na kupiga pamba, basi soka ufuata, na wakizungumza mafundi wa Kishansa, basi Elim Panzu alikuwa natajwa. Alitengeneza utawala mtaani. Akiwa na miaka 18 wakaja mezani Standard Dilemba na AJ. Kichwa kikamuuma Elim Panzu aende wapi, mpaka Christian Mayunda raisi alipomfungua macho kuwa ni bora ende AJ, ambapo walipanda ligi ya mkoa wa Kishansa, yani Kishansa Provincial Football Agreement, kifupi chake ni EPFKIN, wakiwa na wachezaji wadogo wengi kama yeye, kuliko Lemba, timu ambayo ina wachezaji wengi wazoefu. Kwa hiyo angesubiri vya kutosha. Akapata nafasi ya kutosha, akafunga bao 13, akawa pili kwa bao nyingi. Na huu ni msimu wa kwanza wa AJ wakiwa katika ligi ya EPFKIN. Msimu kwa pili mwaka 2020-2021 akiwa na miaka 19 akaweka bao 28 na kuwa mfungaji bora, akifuatiwa na Maboti Kusema bao 26 kutoka FC System na Watente bao 24 kutoka New Jack FC. Uwezo wake wa kukimbia na mpira kwa kasi, muono na ufundi mguuni na kutotabilika, kwa maana ambipedo, anapiga miguu yote. Klabu kubwa zikamtaka. AC Vita wakanasa saini yake Juni 1 mwaka 2022 akiwa na miaka 20, na msimu wa kwanza ulikuwa mgumu kwake kwa ligi kuu mbele ya Wababe, ila msimu wa pili akafunga bao 11 akiwa mfungaji bora na mchezaji bora wa klabu na kuisaidia AC Vita kutoa ubingwa wa Congo Cup akifunga bao 3 na kuwa kinara ufungaji sambamba na mchezaji mwenzake Jonathan Ikangalombo na Beni na Mboka wa Celeste FC. Kutokana na mafanikio ya muda mfupi ya Elim Panzu akicheza dakika 789 katika ligi kuu soka Tanzania bara, mechi 10 akifunga bao 3 na assist 4, basi naweza kusema Elim Panzu, Kibisiwala, kichocheo. Shukrani kubwa za haya ambayo amefanya zinakwenda kwa Fadlu Davis. Fadlu Davis ameshinda vita dhidi ya jina kubwa la Elim Panzu, ndipo mafanikio yakaonekana. Unaweza kujiuliza kwa nini? Fadlu Davis ni kocha mwenye wasifu mdogo binafsi. Pamoja na udogo wake, yuko makini sana kwenye kupita njia mbaya. Usajili wa Elim Panzu, Kibisiwala, kichocheo, ulikuwa mkubwa sana kwa klabu ya Simba, ukiwa na msukumo wa siasa nyuma yake, ikiwa ni kama karata dume kwa waliomleta baada ya taarifa na tetesi za muda mrefu kuanza kuwachosha mashabiki wa Simba. Mashabiki wakaaminishwa Elim Panzu akicheza, matatizo yote ya Simba yatakuisha. Kocha Fadlu Davis tangu kwenye mazungumzo yake na vyombo vya habari aliishinda vita dhidi ya jina kubwa la Elim Panzu kwa kumzungumzia kama mchezaji wa kawaida ila ni bora, na kutoweka matarajio makubwa kwake kwa haraka na kuwatuliza mashabiki, wakati huo akimsaidia Elim Panzu kupunguza presha, ambaye hana uzoefu katika ligi ya Kongo, kacheza misimu 2 tu. Kwa hiyo Elim Panzu ni bwana mdogo katika soka. Fadlu alifanikiwa kwa sababu kwanza aliivunja asili ya Elim Panzu, na sasa amefanikiwa, anacheza kitimu zaidi. Kadri ya siku zinavyokwenda, anafurahia kutokana na mpira sana na kutengeneza nafasi, kitu ambacho kinamsaidia kukaa sawa kisaikolojia, ijapokuwa amekuwa bado akilazimika muda mwingine kutaka kujitambulisha kwamba mimi ndo Elim Panzu, Kibisiwala, kichocheo cha Kongo. Kuna sifa yake Mpanzu ambayo Fadlu kaizuia ili kwanza ajipate, kisha iwe ruhusa kujilipua. Ndio maana alimpa mechi 8 za kwanza ili awe tayari bila presha, awe huru. Mpanzu toka atoke Kishansa, Moti Amba, Kisenso, mtaani aligundulika na sifa kubwa ya uamuzi na ubinafsi.
Uamuzi na ubinafsi na uchakataji ndio ulimpa heshima, lakini Fad Davis kagundua wakilazimisha watamtengeneza Joshua Mutale mwingine. Unaweza kujionea kama kocha Fad Davis asingefanikiwa kupunguza presha, huenda ingemwathiri. Hata Joshua Mutale Budo alikuwa ni mmoja wa wachezaji tajwa katika ligi ya Zambia, wengi wakitengeneza taswira kubwa ya kijana ambaye ameonekana mapema na kisha akaanza kuonyesha uwezo mkubwa sana, lakini alipokuja hapa alikosa uzio, na Fad Davis alijifunza kwenye hili, akamfanya Elim Panzu kupunguza presha, akimlinda katika mechi za awali, akisema ni mtu ambaye hana majukumu yote, yuko huru ili aweze kujitafuta. Elim Panzu amejipata na amekuwa mmoja wa wachezaji ambao sasa Simba kutolewa uwanjani ni ngumu. Ni mchezaji ambaye anahitajika katika uchakataji. Uchakataji ni kitendo cha kufanya mambo mengi kwa ajili ya timu unapokuwa na mpira, ili kuwarahisishia wenzako kufanya umaliziaji. Kuna wachezaji ni wazuri sana kwenye kutengeneza nafasi, lakini uchakataji ni zaidi ya hicho. Ni wachezaji ambao wanatumia nguvu kubwa uwanjani na akili kwa wakati mmoja. Wanakuwa wana kasi, wana nguvu, wana uwezo mkubwa kudribble mpira na wana uwezo mkubwa kufanya maamuzi. Picha halisi haipo kwa Aziz Ki, haipo kwa Chama, haipo kwa Jenshawa, ipo kwa Pacome Zouzoua. Wale ndio wachakataji, wachezaji ambao kuwapata ni ngumu sana. Yani nguvu pamoja na akili, ubunifu na uwezo mara nyingi sana vinakuwa tofauti. Ukiangalia uchakataji wa Kibu Denis, japo naye siku hizi ameanza kujifunza kukaa katika misingi ya kuwa na muono mkubwa, lakini uchakataji wa Pacome, uchakataji wa Elim Panzu ni vitu ambavyo naweza kusema kwa Tanzania hapa basi daraja la kwanza. Na kwa umri wa Elim Panzu miaka 22, na kwa kile ambacho amekifanya mpaka sasa, kwa maana ya kufunga bao 3 na assist 4, kwa maana kusema kwenye bao 7, ni kitu ambacho kipo special sana, na inawezekana basi tukaona mmoja wa wachezaji ambao watakuwa na maisha mazuri sana katika ligi ya Tanzania, na haswa kama msimu huu, msimu tajwa, ataweza kuisaidia Simba kutoa ubingwa na yeye namba zake zikiwa zinajieleza. Ingawa mafanikio yake haya yanaweza kuwa fimbo kwa Jonathan Ikangalombo Jojo Kapela, swahiba wake, kwa sababu ujio wake mapema kabisa kupitia idara ya habari ya Yanga walikuwa wanamtumia kama fimbo kwa Elim Panzu akiwa bado hajaanza kufanya vizuri, wakisema Jonathan Ikangalombo Jojo akianza hatachukua muda mrefu kufanya maajabu. Hawa ni maswahiba, lakini majukumu yao uwanjani, nafasi zao, usajili ulivyofanyika, lazima kuwa na msuguano. Kwa hiyo kazi kwake Jonathan Ikangalombo Jojo kuweza naye kutengeneza nafasi nyingi, kufunga bao nyingi na kuisaidia Yanga ili kutimiza adhma yao ya kuongeza mtu ambaye anakuja kuongeza shughuli za uzalishaji na ufungaji katika idara. Ingawa kuna utofauti mkubwa wa aina ya uchezaji ya wachezaji hawa wote wawili, na kuna vitu ambavyo vinawafananisha, lakini kwenye upande wa uchakataji basi naweza kusema Jonathan Ikangalombo Jojo ana kazi kubwa ya kuthibitisha ili kuweza kukaa kiti kimoja na Elim Panzu pamoja na Pacome Zouzoua.